dhambi hapana kwa jina la Yesu. Tunasema dhambi hapana kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kutokutii kulimfanya Adamu aondolewe kwenye utukufu wa Bwana. Lakini pia kutokutii, tukiangalia Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 22, tunamwona Sauli alipata madhara makubwa kwa sababu ya kutokutii watu wa Mungu. Nimekwambia kutokutii ni neno dogo, lakini lina madhara makubwa lisipotekelezwa. Mungu alipomwambia Sauli, nenda kaangamize Waamaleki wote na wanyama na watoto na kila kitu, yeye akasema nikaona ng'ombe walionona na mfalme Agagi, nikawaacha. Akaja kusema na uongo, dhambi inaendelea. Baada ya kuwa ameshindwa kutii, anaenda kwa Samueli anamwambia, nimefanya kama ulivyoniagiza mtumishi wa Bwana. Mungu anamsikizisha Samueli milio ya ng'ombe na kondoo. Anamwambia, na hicho ninachokisikia ni kitu gani? Anaanza kusema, niliwachagua walionona ili nipate kuwatoa dhabihu. Nani amekwambia utoe dhabihu wanyama waovu? Utoe dhabihu watu wenye dhambi, utoe dhabihu zenye dhambi. Hiyo yote ni uchoyo wa Sauli. Nilishindwa kumtolea Mungu vitu vyake, nikaona sasa ninaona ubaili kutoa vile vilivyo vya kwake. Nikasema sawa, nimepata na mimi niende nikamtolee Bwana dhabihu vitu ambavyo ni vichafu. Hapana. Samueli akamwambia, umefanya nini wewe? Samueli akaanza kumwombea. Mungu akamwambia, utamlilia Sauli mpaka lini? Mimi nimemkataa, nimejuta. Kwa nini nilimchagua Sauli awe mtumishi wangu? Kwa nini unamlilia? Basi nimeurarua ufalme. Wapendwa, ufalme wa Sauli uliraruliwa kwa ajili ya dhambi ya kutokutii. Ogopa kutokutii, mtu wa Mungu. Baba anaposimama kwenye madhabahu anatoa agizo, mwambie Mungu, nisaidie. Ombea lile agizo uliloambiwa kulitekeleza. Tatizo ni kwamba tukipewa maagizo tunayachukua ya kawaida, halafu hatuyaombei, halafu hatumwambii Mungu tusaidie. Na kama hujayaombea, shetani anakwambia hilo huwezi, na shetani atainua na rafiki yako atakwambia yenyewe haya nayo yamezidi. Wenzako wanapofanya na kusema Mungu ndiye anayetupatia, tutafanya kwa sababu Bwana anatupatia. Wewe shetani anasema ya kwamba haya nayo yamezidi, hatutaweza. Lengo lake ni kukuharibia mahusiano yako na Mungu. Tii yale maagizo ya madhabahu ambayo Baba anatuagiza, amewekwa na Mungu. Haagizi ya kwake, hajakuagiza ukamlimie shamba, hajakuagiza ukamnunulie nyumba. Amesema toa kwa ajili ya Bwana. Wewe tii na Bwana atakubariki kwa jina la Yesu, na Bwana akufungulie milango ya kupata hivyo unavyotakiwa kutoa, ili utii uendelee katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Dhambi ya kutokutii ni mbaya, watu wa Mungu, ni mbaya. Katika Waefeso anasema kwamba kama vile kanisa litiivyo Kristo, na ninyi wanawake watiini waume zenu. Anataka kumaanisha hivi, kanisa la Kristo na kipindi kile lilikuwa linamtii Kristo, lilikuwa linatii maagizo. Kanisa ni pamoja na wanawake, kanisa ni pamoja na wanaume. Wale wanaume walisimama kumtii
kiroho, na kifo cha kiroho kibaya kuliko hata mwili, kibaya kuliko kifo cha mwili, kwa sababu kifo cha kimwili, roho yako imekaa sawa moja kwa moja mbinguni. Mwili ukikaa sana sawa sawa, kiroho kikiwa kimekufa, ukiondoka duniani moja kwa moja utaenda mbinguni, wewe utaenda jehanamu. Lakini ili alitatokea kwa kanisa zuri takatifu na hapa Makambako, halitatokea kwa wanaume, halitatokea kwa wanawake. Nami nakuombea neema ya Bwana ikawa juu yako, ukatii maagizo ya Mungu, ukatii maagizo ya madhabahu, ukatii kama Baba alivyoagiza ya kwamba ibada inalea, ibada inatunza mahusiano na Mungu, ibada inatunza. Mara nyingi shetani anataka kukuua, anakwambia umetingwa sana wewe, acha Jumatano waende wasio na nafasi. Ngoja nikwambie, fika mahali ukifanya maamuzi inawezekana. Inapofika Jumatano, unajua leo tangu asubuhi ni ibada. Kama huko mazingira yamekubana kiserikali, kama huko mazingira ya mbali na kanisa, unapanga ratiba, unasema nitafanya kufikia saa fulani, nitakwenda kwenye ibada. Ibada ndio inayotunza, ibada ndio inayolea, ibada ni chakula, ibada ni afya. Neno la Mungu ni afya, neno la Bwana ni uhai, neno la Bwana ni mkate wa uzima. Fundisho la Mungu ndio uzima wetu. Fanya mambo yako, sio tumwabudu Mungu.